FIFA imekosoa vikali kile inachokiita juhudi za pamoja na zinazoendelea za kudhoofisha shirika na rais wake Gianni Infantino. Taarifa hiyo inafuatia ripoti ya Daily Telegraph ya nje iliyodai kuwa mpenzi wake Infantino alipewa malipo ya kuachwa na UEFA baada ya kuwa na uhusiano wa kimapenzi wakati akiwa katibu mkuu wake. Msemaji wa FIFA aliambia Telegraph Infantino anakanusha vikali madai hayo na kwamba si ya kweli kabisa. FIFA sasa yenyewe imekashifu madai ambayo hayana uthibitisho na madai ya uongo yanayodhihirishwa, na kuongeza kuwa uvumi na uzushi haupaswi kuwasilishwa kama ukweli. Infantino amekuwa chini ya shinikizo kubwa kutoka kwa UEFA na vyama vya soka vya Ulaya kuhusu pendekezo lake lililokatishwa la FIFA Forward Enterprise FA. FA ingemaanisha kuwa kampuni mpya itaundwa kusimamia haki za kibiashara na tikiti, huku 21% ikiuzwa kwa kampuni ya kibinafsi ya uwekezaji. UEFA imesema imepoteza imani na Infantino, huku rais wa shirikisho la soka la Norway, Lise Klaveness, siku ya Ijumaa akimtaka raia huyo wa Uswizi Italia kujiuzulu. Shirikisho la soka barani Ulaya linasema tishio lake la kususia matukio ya FIFA bado liko mezani, na kuongeza kuwa uhakikisho wa mpango wa FA haungeweza kufufuliwa haujapokelewa. Rais wa FIFA alichaguliwa kidemokrasia na vyama wanachama wa FIFA na anaendelea kuhudumu kwa mamlaka yao, FIFA ilisema katika taarifa yake Jumamosi. Inazidi kudhihirika kuwa kuna jitihada za pamoja na zinazoendelea za baadhi ya watu kudhoofisha FIFA na rais wake. Wale ambao hawana uungwaji mkono wa vyama vya wanachama wa FIFA hawapaswi kutafuta kufikia kwa madai, uzushi au habari potofu kile ambacho hawawezi kufikia kupitia taratibu za demokrasia zilizoanzishwa na FIFA. Upinzani dhidi ya Infantino kwa kiasi kikubwa unatoka ndani ya Uropa. Shirikisho la mpira wa miguu la Mexico lilishirikiana na baraza lake tawala la mkoa CONCACAF kujitokeza kumuunga mkono Infantino. Ilikariri kauli ya CONMEBOL, bodi inayoongoza Amerika Kusini, kwa kusema itakataa jaribio lolote la kumwondoa Infantino bila kura inayohusisha nchi zote 211 wanachama wa FIFA. Infantino pia anaungwa mkono kwa kauli moja na mataifa 54 ya shirikisho la soka Afrika, CAF. Infantino aliwaita wajumbe wa bodi ya usimamizi ya FIFA kwenye mkutano mjini Rabat, Morocco siku ya Jumatano. FIFA ilitoa taarifa kwa niaba ya Infantino na katibu mkuu Matthias Grafstrom ambayo iliomba radhi kwa pendekezo la FA, lakini pia ilisema haitavumilia tena mashambulizi yoyote dhidi ya uadilifu wake, utawala bora na taratibu zinazofaa. Taarifa iliyotolewa Jumamosi jioni ilikuwa vile ya kujitetea kuhusu ukosoaji ambao shirika limekabiliana nao. Mabadiliko bila shaka yana changamoto kwa maslahi yaliyowekwa, lakini kutokubaliana na mabadiliko hayo hakuwezi kuhalalisha juhudi za kudhoofisha mamlaka ya kidemokrasia ya rais wa FIFA au taasisi aliyochaguliwa kuiongoza, iliongeza. FIFA inakaribisha uchunguzi halali. Lakini uchunguzi si leseni ya kupotosha ukweli, kukuza madai ambayo hayajathibitishwa au kutengeneza vikengeushi vilivyoundwa kuhujumu maendeleo. Pale ambapo kuripoti sio sahihi au kupotosha, FIFA itapinga moja kwa moja na kwa nguvu.